Wanawake maji ya kwanza, nawaita kwa wale wanaopenda kujaza nywele, kurefusha nywele, kuzuia nywele zao kukatika. Jamani, tukutane kwenye hii hapa kitu naenda kuwaonyesha. Hii ni hair mask. Hair mask kama mnavyojua inakuwa ni mchanganyiko wa unga. Hii ni cha mtoto hata 60 unapokuwa unaitumia, hasa kwa wale wenye nywele natural na nywele zao zinakatika. Jamani, tumia huu mchanganyiko, hutokuja kujutia. Unapokuwa na huu mchanganyiko, tumia yai moja la kienyeji kuchanganya kwenye mchanganyiko wako, ama la kizungu. Mimi nimetumia la kizungu kwa sababu la kienyeji nimekosa. Tumia asali vijiko 2 au 3, lakini nzuri zaidi inategemeana na mchanganyiko wako na nywele zako nyingi, utaweka mchanganyiko aina gani. Hivyo basi usisahau kuweka mafuta ya maji. Tumia mafuta ya maji ya Roy Rose. Mimi hapo nimetumia seti yangu nzima kabisa ya Roy Rose. Hapo nina hair mask, nina mafuta ya maji ya Roy Rose, nina shampoo, pia nina hair food. Hii ni full set ambayo inakuwepo kwenye seti kwa wale wenye nywele natural. Ninapozungumzia natural kwa wale wanaotumia hii seti wanaielewa nazungumza nini. Changanya mchanganyiko wako vizuri, hakikisha umechanganyikana vizuri, ambao unakuwa ni yai, asali na mafuta pamoja na hair mask yenyewe. Changanya vizuri kabisa, hakikisha mchanganyiko wako umekorea, yani unakuwa ni mzito rojorojo, ambayo inaweza ikakufanya ikapenya kwenye ngozi hadi kwenye nywele zako unapokuwa unaitumia. Hivyo ndivyo inavyoonekana hair mask, na mchanganyiko wako unakuwa uko tayari kabisa. Yani ni nzuri sana, ni laini, inakuwa haina shida kutumia. Wow, inaonekana kama hivyo. Baada ya hapo, weka kwenye nywele zako kuanzia chini ya ngozi hadi juu ya nywele. Unaona mchanganyiko jinsi unavyokaa kwenye nywele jamani. Usisahau kumasaji hata kama unajiwekea mwenyewe nyumbani. Wengi wanapenda kutumia wakiwa nyumbani, wanasema hawapendi kwenda saluni. Hivyo mimi nilienda zangu saluni kuokoa muda, kwa sababu nilikuwa sina muda wa kukaa navyo nyumbani sana. Basi nikawa nimeenda saluni, nikatumia muda wangu mwingi kutumia hair mask nikiwa saluni. Hata wewe kwa wewe nyumbani unaweza ukaweka mwenyewe ukajiwekea, lakini hakikisha unapokwenda kuosha unaosha vizuri kabisa. Basi nikamaliza hapo, nywele yangu ikaonekana hivyo, nikavaa kofia ya plastiki. Usisahau kuvaa kofia ya plastiki kwa ajili ya kupata joto nywele yako, ndipo uoshe wewe nyumbani au saluni. Baada ya hapo nikaosha nywele yangu vizuri kabisa kwa kutumia shampoo yangu ya Roy Rose. Ona povu jingi linaloongea jamani kwenye nywele. Inakuwa ni safe unapokuwa unatumia seti nzima. Ndio maana napenda kuwasisitiza wateja wangu kila muda tumia seti nzima. Baada ya hapo chukua zako hair food with condition. Hair food with condition inafanya nywele zako kujaa zaidi, kubaki na ubora ule ule ambao umetoka kuweka hair mask. Nywele hainywei, nywele inaendelea kugrow. Unaona hapo, unapaka kuanzia chini ya ngozi. Hakikisha unapaka kuanzia chini ya ngozi hadi juu ya nywele. Hair food yako usibanie jamani. Tumia hair food kadri uwezavyo, kwa sababu unapokuwa unatumia hair food, ngozi unailinda pamoja na nywele. Wao, hair food unavyoonekana ndivyo ilivyo. Unaona nywele inachambuka jamani, inakuwa ni nzuri sana sana. Hapo unaweza ukavaa kofia plastiki ukalala nayo usiku mzima hadi kesho yake asubuhi, ama ukaingia ukabodry mwenyewe ukiwa umeenda saluni, ukamwambia wa saluni akamaliza kukuwekea hair food akabodry nywele yako. Mimi nilikuwa nimeenda saluni, ndio maana nywele yangu baada ya kumaliza kuweka hair food nilibodry, nikaibodry vizuri ikakauka, na hivyo ndivyo matokeo yake yanavyoonekana. Nywele inakuwa ni nyeusi, nywele inabaki kwenye ubora wake, nywele inakuwa haikatiki jamani, nywele inakuwa imejaa. Mama yangu, wale wanaokuwa wanatumia hair mask na hair food, matokeo wanakuwepo nayo wanayajua. Baada ya hapo nikaona silali na nywele hivyo, nikafunga zangu nywele moja. Hivyo ndivyo muonekano wa nywele yangu baada ya kumaliza kufanya treatment yangu. Kwa wiki mara moja lazima nifanye treatment ya hair food, hair mask pamoja na vitu vyote.